kuna njia ambazo unazitumia au kuna muda gani ambao mnafanya mazoezi kama hizi program, kwamba mnakuwa na siku nzima au kuna muda gani mnaotumia kufanya programu hizi? Kwa kawaida tuna ratiba ndani ya wiki. Kwa wiki tunakutana mara 2 kwa ajili ya mazoezi ya uimbaji kwa kwaya ya watoto. Siku ya Jumapili ambapo tunakutana saa 10 kamili, na siku ya Jumanne tunakutana saa 11 kamili. Ila kulingana na masomo yanapotumwa, huwa tunatangazia watoto kukutana kanisani ndani ya wiki nzima. Ila sasa kwa wiki kidogo tumeingia changamoto kulingana na hali ya hewa ya mvua, kwa hiyo hatukuhudhuria wiki nzima. Tumekutana siku chache, kama sikosei siku 3 tulizokutana kwa wiki. Asante sana. Ndugu mtazamaji, mkurugenzi wa watoto, pia na swali kwamba vile zile mikate au zile mishumaa walizokuwa wakitembea nazo wale watoto au wakizitumia, kwamba zilikuwa zinawakilisha nini au zinamaanisha nini katika swala la kiroho? Tukianza na swala la mikate na samaki, ni somo letu ambalo kwa wiki hii nazungumzia hivyo. Na kisa chetu kinalenga katika kitabu cha Yohana, Yesu alipotoa msaada kwa wale watu 5,000 wakala chakula, na kijana mdogo alitoa ile mikate 5 pamoja na samaki 2. Na Yesu alipoomba watu walipata chakula, na walipokula pia chakula kilibaki. Kwa hiyo inawakilisha kwamba somo la wiki hii linalenga hiyo mikate pamoja na samaki. Na mishumaa, kwa sababu tunaimba wimbo unaosema kwamba taa yangu ndogo nitaiangaza. Ndio maana tumeweka mishumaa ili kuwakilisha kwamba jinsi gani watoto wanavyoenda kivitendo zaidi. Kwa sababu mtoto unaweza kumwambia tu taa inawaka, lakini asipoiona zaidi hawezi akafanyaje, akaamini au akakubali. Kwa hiyo tunapoweka ile mishumaa tunawakilisha kwamba ule mwanga unavyowaka ni kweli hiyo taa inafanyaje, inawaka. Na ndio maana kuna wakati wanasema tunapoizima baadaye tunafanyaje, tunaiwasha tena. Na hii katika maisha yetu ya kiroho au ya Ukristo inahakikisha kwamba sisi tumeshapokea nuru na watu wajifunze kitu kupitia sisi. Kwa hiyo nuru yetu inapoangaza watu wajifunze vitu kupitia sisi. Sio sisi nuru inapoangaza basi watu wanajifunza mambo maovu kupitia sisi. Wanatakiwa wajifunze mambo mema kupitia sisi ambao wenye nuru ya Kristo. Asante sana. Ndugu mtazamaji, katika Sauti ya Mtaa TV tuko mbele yako. Nilikuwa na mkurugenzi wa watoto hapa kanisa la Mwaya. Tunaona ameelezea mambo mengi ambayo yanawajenga kiroho. Tunaona ameelezea kwa vitendo kwamba kuna mikate, kuna mishumaa ambayo inawasaidia sana watoto kuelewa kwamba kuna Yesu huyu ambaye anasaidia, Yesu huyu ambaye anaponya. Kupitia mikate hizi watoto wamepata kuelewa namna ya miujiza ya nani, ya Yesu. Asante sana.